Alofungua soda nani kwanza hapa? Nauliza nini wewe usiniangalie hivyo. Alofungua soda nani hapa? Wewe ukafungua. Hebu fungua. Wewe penda kwa. Naongea alofungua soda nani hapa? Wewe mama naongea naye kumbuka unajua. Mimi nafungua mimi. Bwana meno. Meno yapo. Hebu fungua mimi. Anafungua yapo. Yaani leo kula kwenye gari hapa. Naenda ila kwa mke wangu. Hii hapa. Hapa kuna kunywa mpaka ukamwacha mke wake nakupenda penzi wangu mapenzi kania marieza nakupenda nakupenda penzi wangu mapenzi kania marieza nakupenda mpenzi. Jamani tunakunywa chai. Ndugu yetu. Mtangu analipa kodi, mimi nakunywa, hamna shida yoyote. Kama kila kitu free yani. Ile na kodi basi wewe. Mambo tujae. Hata shuleni vizuri. Mtangu kwenda kutafuta. Mimi nakunywa. Ile mara yote. Alafu wapenda kiwapi na kuna bure. Kuna bure sana. Utakunywa wewe utakunywa. Nitasema wewe ndio ndio hapo ndio hapo. Wewe basi hadi nakupenda penzi wangu mapenzi kania marieza. Dada. Sister. Vipi? Sister. Mambo. Poa vipi? Shwari. Vipi? Poa. Kana kufananisha hivi. Wewe si ndo nilikutana siku moja dukani kwa Mua pale. Ndio mimi. Unaonekana kama una amani. Shida nini? Mtu ambaye ana amani namjua. Dada, sikiliza, mimi ni mtu mzima ujue. Kwa hiyo nikikuona usoni kama una tabasamu lazima najua. Naondoka yangu na kuchukua hela nyingine mimi niambie shida nini? Mimi niko sawa. Hapana bwana. Unajua mimi nilipo kuangalia naona kabisa huna amani. Na kama uko sawa. Kawaida. Alafu kingine. Binadamu kana mawazo ni kawaida. Hamna mtu ambaye anakuwa hana mawazo. Sio kweli bwana. Unajua mtu mwenye sura ya tabasamu unamuona. Mwenye tatizo unamuona. Ila wewe ukuta umekaa hapa. Yaani
kiufupi kama huna amani kabisa. Labda umenijaji vibaya. Samahani kama nitakuwa nimeingilia maisha yako, lakini nikikaa na kutafakari, hata siku ile yenyewe tumekutana kule kwa Mua, ulikuwa katika mazingira ambayo Mua alikuwa anakugombeza, watu wanakuangalia. Ndio maana nauliza hivyo, kwa sababu hata leo wenyewe nimekuta katika situation ambayo sio kabisa. Ndio maana nimejaribu kuuliza hilo. Nisamehe kama unaona nimekukwaza. Wana amani. Kila mtu ana tabasamu la kawaida, lakini macho yao yanasema tofauti. Sister. Hey, mdogo wangu mambo? Poa vipi? Poa mzima? Mzima vipi hapa nyumbani? Poa, karibu. Safi bwana, nimekumisi sister. Nimekumisi pia mdogo wangu. Naona mimi hautoki kabisa nje. Vipi lakini mambo yanaendaje hapa? Naenda kwa mdogo wangu. Mimi sijatoka kwa sababu nilikuwa naumwa. Au sio? Sawa. Afadhali sasa hivi naona hayao. Sema sio kesi, mama nimemkuta. Ipoka tu muda. Sawa sister bwana, kuna mambo ambayo yanatokea mtaani mama unayofanya sio mazuri. Mambo gani? Sister mimi nimetoa taarifa kibao, unajua. Mimi nipo mtaani kule nimekaa na shangaa watu wanakuja pale, unajua, wanazungumzia mambo wanaofanya bashi yako, je, sio mazuri sister. Mambo wanaofanya mtaani mama wanakosea sana, unajua. Yaani mimi mpaka natoka kwenda kuja kuelekeza, unajua, nimetumia heshima tu sasa, sababu mimi nakuheshimu. Mambo gani tena jamani? Haijawahi kutokea mabadiliko yote hapa nyumbani ukaona. Unajua sister bwana? Mume wako bwana tabia za ovyo bwana, mtaani watu washamchoka, mimi nakwambia, unajua. Yaani tabia zipi mnaomba unielezee mdogo? Tabia zake mwa sio nzuri, muelekeze. Tabia zake sio nzuri, kwa nini unamaanisha nini unafanya? Elewa hivyo sister, mimi nakwambia. Mimi nilikuwa nakupa taarifa tu sababu mambo ambayo nasikia mimi mwenyewe yananiogopesha, unajua. Mimi mpaka nakuja hapa ina maana nimekuja kukupa taarifa. Lakini kama mwenyewe hamna mabadiliko ambayo unayaona ndani, basi sawa, ila yakizidi njoo mtaani bwana, sasa tuje kufukuza nyumbani, rudi kwetu sawa. Fanya hivyo basi, fanya uchunguzi dadake. Bizani, ngoja nitaangalia. Fanya hivyo basi, mimi naenda bwana. Na uko unaenda kuoga, si ndio? Basi kwa mimi naenda bwana. Haya poa, salimia nyumbani. Siku nyingine nitakuja. Haya poa. Sawa. Asubuhi mapema nafungua mlango, chai baridi mezani, moyo bado mzito. Kila mtu ana tabasamu la kawaida. Wamesikia mwanangu unazingua sana. Chai nini? Kutokana vipi? Kipengele cha siku ile tumeenda kule tumemfanywa wote wale sister na vipi mali imekula. Na majizi kadi tatu tumeingia chini kule machimbo, mali tumekula mwenyewe. Sasa wewe baada kusiba pepe kasa baki. Sasa wewe niliona dogo sefu mnazingua. Mimi nawaelekeza mnazingua. Sema nini ndio fulani ile. Somana. Bila jana ndo kama hiyo. Baada kusema ndio hivyo, baada kutasomana katika maisha ya uongo na kweli. Wewe mwanangu, familia yangu, mimi siwezi kukupa bichi. Unasikia kutokana vipi? Kipengele fulani, yani so wewe sio dogo sefu. Yaani yeye ndio kama mshanikataa. Mimi siwezi baada kukutupa, mimi sio kuelekeza deta. Unajua vipi? Unajua kakaangu, maisha yana siri kubwa sana. Ndio. Kwanza naweza nikasema asante kwa ajili ya siku ile, kwa sababu ilinistiri pale, lakini shida hazikuisha siku ile. Nimeolewa na ndoa halali kabisa. Nampenda na nipenda, tunapenda na short, lakini hamna siku nishapata furaha kwenye ndoa yangu. Sijawahi kuwa na furaha na ndoa yangu hata mara moja, na sababu kubwa, mume wangu akitoka asubuhi, kikubwa kinachonisumbua sasa hivi ni kwamba sijui nakula nini, sijui nalala wapi. Kwenye nyumba akatufukuza, mume wangu hataweza kulipa kodi, ameshindwa kwa sababu ni mrefu sana sana sana. Pole sana dadangu, ni changamoto za maisha, lakini hizo. Labda nikombe kitu kimoja.
kama utojali. Lakini nakupa mchongo wa mchongo gani tena mwanangu? Kazi pale kwa Masumani. Ingia chini pale. Sasa unacheka. Sasa mimi ndio napenda mwanangu wakati kama hizo nige mchongo. Sikia sasa. Pale kwa Masumani pale kwa chini kuna kile kinjia fulani ambacho ukipita unatokea guest ya nani huyu? Lombo. Chapa hapa mwanangu. Vipi? Naweza nikaa msaada kwako. Angalau tukabadilishana hata mawasiliano, tukashauriana. Sababu na mimi sasa hizo napitia changamoto. Please. Naomba kwa hilo tu. Angalau na mimi nione msaada gani naweza nikakupa. Nashukuru kakaangu. Ni leo tu inatosha. Wewe unaishi wapi kwanza? Kama nilivyosema mwanzo, mwenye nyumba katufukuza kwa sababu ya kushinda kulipa kodi. Nipo, yani nishoti nipo. Sijui nalala wapi hata usiku leo. Pole sana. Hebu kamchukue mwanao Sefa yule, chukue na ule nani Gimson, tuingie pale kati. Baridi tena mixa kama hivyo mimi nitaingia bandani. Yaani natia begani unajua sikia. Yeye tikeli zenu mnazijua wenyewe. Pale namna gani vipi mchongo tukishaupiga mali naondoka nayo mimi. Kweli ndio. Unaondoka na wewe vipi mali? Sambuzi kama wawili kama watatu unaondoka na wewe vipi? Mchongo wa simu unaondoka nao nani? Si unaondoka nao wewe. Sasa simu mwanangu wewe umeleta mapepe mwenyewe. Yule ningi tuachane na simu. Ile sabufa tuchukua chini kule. Basi yote kwa yote chongo saa ngapi? Japo ni kwenye saa 1:30 tunachukuana. Ngai tunaingia over. Moja mapema tumeta kwa kwanza tunajua zile. Basi mali ile mwanangu. Mali hiyo mwanangu. Hapo je naruka nayo over. Mali. Na sasa nikapata mawasiliano yako. Niandikie. Andika tu. Tajia. 56. Mwisho ngapi? 27. Sasa ngoja nikuachie hapa ngao kidogo. Utatafuta chumba. Alafu asante. Usijali, namba kawaida. Afu hapa ngao kidogo utapata chakula leo. Asante kakaangu. Usijali. Na kwa kuwa na haraka na namba umenipa tawasiliana. Sawa dada? Hapo. Nashukuru. Vipi hapo Stella? Vipi mjomba? Ngoja mtafuta nani? Anatafuta vipi mjomba? Anatafuta akapotea dakika 7. Maisha ya kweli yananita, maisha ya kweli nasimama, maisha ya kweli hata nikianguka chini niko hapa, niko hai na bado naimba. Jirani amefunga duka mapema, mtoto analala mkono wa mama, mtu anapiga hesabu kwa karatasi kisha anafuta kwa kiganja, maji anakosa kwenye bomba la kona, lakini mtu anacheka anasema kesho. Kuna vumbi kwenye ndoto na baridi ndani ya nyumba, lakini tukibaki pamoja tunaweza kuvuka. Maisha ya kweli yananita, maisha ya kweli nasimama, maisha ya kweli.
Odi. Odi. Karibu. Karibu. Niingie. Ingia. Baby. Baby, poa. Naona uko mwenyewe hapa. Niko mwenyewe, dada ametoka. Okay, hizi ndo fursa hizi. Kumisi. Pole. Nyomie? Sijaumia chochote mpenzi. Maana huu mlango wangu nauelewa mwenyewe. Karibu Mike. Asante. Kumbe sijawahi. Mpenzi wangu umeshindaje? Nimeshinda poa, vipi wewe? Kumbe leo ni fursa kabisa. Leo hayupo dada. Nilikuwa na bana yule. Mwenyewe nilikuwa namuogopa. Ndio fursa zenyewe. Kumisi. Hata mimi pia umeshindaje? Nimeshinda poa. Yaani hapa nilivyokuona sasa ndo nimeenjoy, nimefurahi. Unajua hizo ndio fursa zenyewe, mwenyewe nilikuwa nimekumisi. Mimi nimekumisi. Unajua tuna siku sana tujaonana. Yaani hatujapata huo muda. Nipe mapya. Zaidi yani kukumisi, inabidi leo tuenjoy maana dada anarudi kesho. Wale kwa mke wangu sasa, yani naenda mbio moja kwa moja, alafu yeye atakaponiambia, alafu mke wenyewe mimi hapo sasa nimemwacha nyumbani kaenda kupika, na kama kapika basi lazima aniletee yale makuku ambayo nimempa juzi, makuku mabata, unajua kimtongonya ana baya. Hapo nikienda nyumbani mke wangu yani makumbatio kama lazima atanikumbatia. Na nikifika kuna vikuku, kuna vibarabara ataniwekea. Hapo nimemwekea hela nyingi sana kwa nyumbani. Au kipaji atanasoma. Hapo mwenyewe anajua hapo wenyewe pia kuna wiki moja sasa tunaenda nyumbani. Yani na wiki mbili yani babangu alitaka hela. Mimi nikamwambia mzee, yani kama unataka hela chagua pombe, hadi vipombe mbili. Chagua pombe moja 2000. Yani kukupa pombe moja nakupa na hela pia. Sababu ndo kila kidani ndo mtaji kwangu mimi. Sisi niongea nini hapo nyuma? Hata ningekuwa kuna kitu ambacho mimi nimekiongea alafu mnakifahamu, naomba mniambie. Alafu naomba uko mbele wote muondoke. Wewe usiniangalie. Alafu usinishie. Alafu sio alipaki gari kwangu mimi ni nani? Watu walipaki gari kwangu mimi huyu. Wao watakuja kuniibia mke wangu. Ushamuona? Yaani watu wanapaki pikipiki kama gari, mpumbavu si nani huyo? Atasoma. Wewe mke wangu mwenye hatuamini huko kweli. Mke wangu naita kanisia sasa. Mke wangu kwa nini mmekaza? Mke wangu wakati namtongoa mke wangu kanaita kama hivyo. Mke wangu Baby. Nakupenda penzi wangu mapenzi kania Maria. Odi naingia ndani. Mke wangu jamani, basi ndio nipokee basi na surprise yako mke wangu. Mami napiga hata kwa moja basi. Ana bila kwa nazingira hapo mdomoni. Unaona? Usiniangalie kama hivyo, anda kupiga bonge la kofi, yani mmoja kutoamini. Wangu mimi atoki mbali. Wewe utasikia papa, wengine imeingia kichwa, umeenda mazima down. Hai. Hilo ndo kama hiyo. Yani mwenyewe tuongee mara mbili. Mwenyewe mbongo. Sio mbongo tu, yani naona bongo alea bongo tu. Mke wangu naita nakati mmemweka nje langu umefungwa mali za kile leo. Hichi nini? Ndio kama mna moko mnane kwa yangapi kuna bonga taarifa ya habari mngani. Natanguliza samani kwa maamuzi niliyoyachukua na kuyafanya bila kushelekesha. Natumai muda huu utakuwa unaisoma barua hii. Nimeamua niondoke. Hivyo basi usipate tabu kunitafuta wala kuniulizia kwa watu. Nimejitahidi kutunza heshima yangu kukaa na wewe licha ya changamoto ulizokuwa unanipa. Na leo nimeamua kukata mzizi wa fitina. Endelea na maisha yako. Wahenga walisema milima haikutani, binadamu hukutana. Nakupenda sana mume wangu. Baby. Penzi wangu mapenzi. Mambo. Unamkaje?
Ngoja niweke hivi mpenzi wangu. Mbona kama nimechoka? Hata kufanya kazi. Nitajitahidi basi. Ndio harakati nitafanya. Sidhani nao kama nitafika. Bana unajiondokeza. Ngoja niweke basi niwahi. Hata mimi pia, lakini kazi muhimu. Nitarudi kwanza. Ismail. Vipi? Kuna nini Ismail? Wewe acha tulia sasa, acha mapepe, tulia, nitakuelekeza. Wewe mtoto, umenikimbia wifi msela. Sikia wewe mtoto, nikikamata mwanangu utakutoa ukubwa mwanangu, sio poa. Hiyo kichwa chako halali yangu. Umeona mtoto? Umeona mtoto? Na kujia hadi kwa mama yako. Tulia basi mke wangu, relax. Mbona kama hivyo? Tundoke tukaongea nyumbani. Taelewa. Ndio kitu gani ambacho mmekifanya mke wangu jamani? Hivi kweli? Ndio mnaamua uondoke. Kuna kitu gani ambacho mimi nakunyima huko ndani? Kutoka wanaume wako huko. Penzi wangu mapenzi. Nakuomba urudi. Sio vizuri lakini Zai mke wangu, bado nakupenda na kuhitaji pia Zai. Ndio mama kabisa nambikiana barua Zai kweli. Penzi wangu mapenzi. Sawa. Sasa kama mama kuondoka. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Ipo sio one day. Mungu anasema future is it. Mungu anasema future is it, future is it. Leo Zai, ndio fanya mama kuondoka. Nakupenda baba, Mungu kanipigia simu na nikamtoa nakupenda, nakupenda penzi wangu mapenzi, nakupenda kitendo kilichofanyika pale. Kitendo gani? Wewe ujue. Vitu vya kawaida. Vitu vya kawaida. Yaani vile vitu vya kawaida. Wewe mwanaume wewe. Sasa wewe tabia yangu wewe unakula nini humu ndani eh? Bwana unataka kuchanganya na akili sasa hivi. Wewe mwanaume sikuelewi. Bwana sikuelewi ujue. Sikiliza bwana. Nisikilize nini? Wewe siku matukio kaa chini tuongee vizuri, mbona kama hivyo kipenzi changu. Ujue nikae chini kufanya nini? Kaa chini tuongee vizuri. Nikae chini sasa mambo yanazungumzika yale. Yanazungumzika nini? Wewe kila siku matukio, kila siku matukio. Wewe matukio gani unaona? Nimekwambia yanazungumzika, tukae chini tuongee, utaki. Sasa mimi nifanye. Yaani nimeshaongea na wewe mpaka nimechoka. Mara ngapi nimeongea na wewe? Mara ngapi nimeongea na wewe? Sasa unataka kunilaumu. Sasa subiri, leo nakuonyesha kaume, nimekuchoka. Umechoka nini tena ndugu yangu? Yaani nimechoka nini? Kwamba vitendo vyako mimi yaani mimi nimevishindwa. Sasa kipenzi changu. Sasa mimi sipotoka na kula nini? Nishakuchoka. Sitaki maelezo mengi. Nishakuchoka. Kipenzi. Mbona nimekuchoka ni? Sasa umechoka nini? Kila siku naongea nawe, kila siku naongea nawe kwa mtoto mdogo. Kipenzi changu. Da, ama kweli Fadhili mbuzi takunywa mchuzi. Maisha gani haya rafiki yangu? Kisa mapenzi ya kisela, kumbe kwangu alipata hela. Nakupenda penzi wangu mapenzi, kania mariesa nakupenda, nakupenda
penzi wangu mapenzi, mimi anarieza, nakupenda mpenzi. Mapenzi dunia marieza, nakupenda, nakupenda penzi wangu mapenzi dunia marieza, nakupenda mapenzi. Nakupenda penzi wangu mapenzi kaniangalieza, nakupenda, nakupenda penzi wangu mapenzi kaniangalieza, nakupenda mapenzi. Asubuhi mapema nafungua mlango, chai baridi mezani, moyo bado mzito. Kila mtu anatabasamu la kawaida, lakini macho yao yanasema tofauti. Kweli chumba hichi najua si ndoto zote ni za dhahabu. Mazingira ya vicheko, kuna demu ya sawa. Mama mwenye nyumba mimi namjua kweli, nashika yangu njia, kweli kabisa. Maisha ya kweli yananita, nasimama ndio hii hapa hii. Angalia vizuri, ila kuhusu udongo usijali, mjumbe atakarabati kote hapa. Karibu kwanza. Utulia chini. Dama Modi. Karibu. Karibu wewe uko nje. Karibuni jamani. Asante. Karibuni. Fresh umedamshi. Asante. Ndio huyo. Kipo. Huyo anaitwa dada bora. Yaani mtu fulani hivi ndio dada yetu, ndio huyo. Anaitwa dada bora. Yani maana ya dada bora, dada asiokuwa na shida, yani mdada ila kitu kimoja, ninachokuomba umtunze sana huyu. Ana shida, hana ugomvi, hana nini, yani yupo safi kabisa, yani fresh, yani mtulivu sana huyo, mtulivu. Hiyo ndo kama hivyo. Sasa kilichobakia kusoma masharti yako ili ajue. Dada bora, karibu. Asante. Kwanza umeolewa? Hapana. Basi hapa kwangu usafi tunafanya kwa wiki. Na kama hujaolewa, yani pia sitaki mambo ya wanaume nini, mambo hayo sitaki. Pia kingine mashoga sitaki hapa kwangu, maana anaombea. Kingine dalali huyu ni dalali wangu wa muda mrefu, tunafahamiana sana na namwamini pia. Kwa hiyo kama kutakuwa na shida na changamoto yoyote, unaweza kumfuata pia na dalali kumwambia.
Sawa. Karibu. Sasa hapo kwa hiyo kakuelewa na mwenyewe kashalizika. Kwa hiyo unachofuata hapa sio kwa dada. Dada bora. Hesabu basi tu. Hapa. Mimi si kuhakikisha yani hakikisha wewe mwenyewe huyo ndo dada bora kipenzi cha watu asikuwa na shaka, dada bora. Sawa, karibu. Haya, asante. Baadaye. Haya. Na kazi kweli nzito. Sio mbaya. Rai umefanya kitu kibaya Rai. Yaani mwenyewe sikuamini. Na sitakuja kusahau hata siku moja kwa mbinguni. Nakupenda penzi wangu mapenzi Kania Marieza nakupenda nakupenda penzi wangu mapenzi Rai mke wangu Rai, mimi naondoka kwa sababu yako Rai, utanifanyia sio kizuri, mimi na malezi alafu Rai msipenda kabisa Rai, mimi naondoka kwa sababu yako wewe, lakini wewe ila ipo siku nakutana hata huko mbinguni na siku nikikuona utoamini. Ondoka hivyo, sio ondoke na kifo, ondoka nikukuta huko mbele nikuchinje. Yapote pata wewe nikose mimi. Penzi wangu mapenzi ni Marieza nakupenda penzi wangu mapenzi ni Marieza nakupenda mapenzi nakupenda penzi wangu mapenzi Kania Marieza nakupenda penzi wangu mapenzi Kania Marieza nakupenda mapenzi nakupenda. Maisha ya kweli yananitaa